Kitabu cha Tobiti. Kitabu cha habari za Tobiti bin Tobieli bin Ananieli bin Adueli bin Gabaeli wa uzao wa Aseli wa kabila ya Naftali, zamani za Shalmanesa mfalme wa Ashuru. Huyu alichukuliwa mateka kutoka Tisbe ulioko upande wa kuume wa Kadeshi Naftali, katika Galilaya upande wa juu wa Asheri. Mimi Tobiti nimekwenda katika njia za kweli na za haki siku zote za maisha yangu, nikiwakirimia ndugu zangu sadaka nyingi, pia na watu wa taifa langu waliokuja pamoja nami katika nchi ya Waashuru mpaka Ninawi. Nami nilipokuwa nikikaa kwetu katika nchi ya Israeli, nikali kijana bado, kabila nzima ya Naftali baba yangu walijitenga na nyumba ya Yerusalemu, ambayo kwamba palichaguliwa katika kabila zote za Israeli, ili makusudi kabila zote watoe kafara huko, hata na hekalu la makao yake yaliye juu likawekwa wakfu na kujengwa huko kwa ajili ya vizazi vyote vya milele. Basi kabila zote waliojitenga pamoja na kabila ya Naftali baba yangu walimtolea kafara yule Baali mtamba wa ng'ombe, bali mimi desturi yangu huenda peke yangu mara nyingi mpaka Yerusalemu wakati wa sikukuu, kama walivyoamliwa Waisraeli wote kuwa agizo la milele. Huchukua malimbuko na zaka za mazao yangu na manyoya ya kwanza ya kondoo, nikawapa makuhani Ban Haruni huko madhabahuni. Zaka ya mazao yangu yote naliwapa Ban Lawi waliohudumu huko Yerusalemu, na zaka ya pili naliuza, nikaenda na kuitumia Yerusalemu kila mwaka, na ya tatu naliwapa watu waliohusika nayo, kama alivyoniagiza Debora mama wa baba yangu, yani naliachwa yatima na baba yangu. Hata nilipopata kuwa mtu mzima, nalimoa Ana aliyekuwa wa jamaa yetu, naye akanizalia Tobia. Nasi tulipochukuliwa mateka mpaka Ninawi, ndugu zangu wote nao wale waliokuwa wa jamaa yangu waliokuwa wakila chakula cha mataifa. Nasi tulipochukuliwa mateka mpaka Ninawi, ndugu zangu wote nao wale waliokuwa wa jamaa yangu walikuwa wakila chakula cha mataifa. Bali mimi nalijizuia nisile, kwa sababu nalimkumbuka Mungu kwa moyo wangu wote, naye aliye juu akanijalia kuwa na neema na kibali machoni pa Shalmanesa, hata nikawa mnunua chakula wake. Hivyo nikaenda mpaka Umedi, nikawa amana kwake Gabael bin Gablia talanta 10 za fedha huko Rage, mji wa Umedi. Hata ikawa Shalmanesa alipokufa, mtoto wake Senakeribi alimiliki mahali pake, ambaye wakati wake barabara zilichafuka hata nisiweze kwenda tena mpaka Umedi. Zamani za Shalmanesa nalitoa sadaka nyingi, nikawakirimia ndugu zangu, nikawapa wenye njaa chakula, nikawapa walio uchi nguo zangu. Hata nikimwona mtu yeyote wa taifa letu amekufa na kutupwa kwenye kuta za Ninawi, nikamzika. Vile vile iwapo mfalme Senakeribi ameua watu pale alipokuja amekimbia kutoka Uyahudi, naliwazika kwa siri, maana katika ghadhabu yake aliwaua wengi, lakini maiti zao hazikuonekana zilipotafutwa kwa amri ya mfalme. Walakini mmojawapo wa Waninawi akaenda akanishtaki kwa mfalme ya kwamba mimi nimewazika na kujificha. Basi nilipotambua ya kuwa nalitafutwa ili niuawe, nalijitenga kwa hofu. Ndipo mali zangu zote ziliponyang'anywa, wala sikubakizwa na kitu ila mke wangu Ana na mwanangu Tobia. Kumbe hazijapita siku 55 hata wanawe wawili waliomuua baba yao wakakimbilia mpaka mlima wa Ararati, naye Esahadon mwanawe akamiliki mahali pake. Akamweka Akiakaro mwana wa ndugu yangu Anaeli ndugu wa hesabu zote za ufalme wake na juu ya mambo yake yote. Hivyo Akiakaro akaniombea, nikarudi tena mpaka Ninawi. Mradi huyu Akiakaro alikuwa mnyweshaji na mlinda muhuri na wakili na msimamizi wa hesabu, naye Esahadon akamweka kuwa wapili wake, naye alikuwa mwana wa ndugu yangu.